Bwana Yesu asifiwe, ndugu Mkristo, asalamu alaykum Muislamu. Leo ni Sabato na tuko na rafiki yetu hapa ambaye ni Master Guide ambaye anaenda kutuelezea kitu ambacho ni cha kipekee zaidi katika maisha yetu ya kila siku. Ushe kujiuliza wewe kila siku unasema Mungu kwanza, mimi namwamini Mungu na nampenda, lakini simu yako itazungumza ukweli leo. Tumsikilize mtaalamu hapa. Mtaalamu, mambo vipi? Safi, habari ya kwako? Salama, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ase mimi nimekuwa nikisema kwamba namtanguliza Mungu kwa kila jambo. Asubuhi nafanya maombi na jioni nafanya nikiwa naenda kulala. Ila kuna elimu ambayo inaweza kanithibitisha mimi nikisimama hata mbele ya watu kupitia simu yangu. Na hiyo elimu natamani utufundishe katika jioni ya leo. Karibu. Asante sana. Hili swala ni swala jema sana tunaposema Mungu kwanza, mengine baadaye. Sasa kuliweka katika hali ya uhalisia, unaweza kujifanyia tathmini kama unatumia simu janja. Katika simu janja yako unaweza kwenda kwenye sehemu ya setting. Ukishaingia setting, tafuta sehemu imeandikwa digital well-being and parental control. Ukigusa ile itafunguka, kuna cycle itafunguka, itakuwa inakuonyesha masaa uliotumia kwa siku kwenye simu, na ikisha kuonyesha hayo masaa uliotumia kwenye simu, utagusa pale katikati kwenye ile masaa, itatoa graph. Sasa ile graph kama ni kwa wiki itakuonyesha kuanzia Jumapili mpaka Jumamosi ni vitu gani umefanya. Sasa cha kuzingatia ni kwamba katika ile graph utagusa, kama unataka kuangalia Jumatatu, Jumapili ulifanya nini, utagusa ile graph ya Jumapili, ile bar iliyoshuka hivi ya Jumapili. Ukigusa zile application zote ulizozipitia au ulizozifungua kwenye simu yako utaziona, na ukiziona utaangalia iliyoko juu ya kwanza ni nini. Sasa hapo ndo utakuta mwingine ya kwanza ni TikTok, utakuta mwingine ya kwanza ni Facebook, Instagram, YouTube, DM, unakuta vitu kama hivyo. Sasa utakuta ukiangalia hizo application zote namba moja, unakuta imetumia labda masaa kama 2 au 3 kwa siku. Alafu ukiscroll mpaka chini mwisho utakuta Biblia labda ndio ya mwisho kule chini imetumia dakika moja, na ukiona imetumia dakika moja, huyo alifungua kwa bahati mbaya. Kwa hiyo alifungua tu akaona kama hakuwa na mpango akafunga. Kwa hiyo akifunga ina maana itamsomea ametumia dakika moja, lakini at least utaona mtu aliyejitahidi sana kusoma Biblia kwa siku atakuwa ametumia dakika 10 mpaka 15. Lakini the rest utaona ni YouTube. Wengine wanacheza Dream League. Kwa hiyo utakuta Dream League ipo au game mbalimbali hizi za karata na kadhalika. Kwa hiyo kwenye mtiririko huu application jinsi zilivyojipanga ndivyo zinavyoonyesha